Talanta za Zeysha. Karibu kwenye simulizi zinazosimuliwa na Zeysha. Kuna watu waliishi na wakasaulika, lakini wapo waliokuja na wakaacha alama isiyofutika. Leo Talanta za Zeysha inakupeleka kwenye hadithi isiyosadikika, lakini ni ya kweli kabisa. Hadithi ya mwanamume mmoja kutokea Kenya aliyegeuza maisha yake kuwa jukwaa lake la kihistoria. Aliamini vitu halali vya kutafuta muda wote ni fedha na wanawake, na huyu ni Asentus Aguela Akuku, au kama alivyojulikana kona ya Afrika Mashariki, Akuku Danger. Alijulikana kwa kuoa zaidi ya wanawake 100 na watoto zaidi ya 200, na bado akasimamia kila familia kwa mpangilio na nidhamu. Lakini zaidi ya haya, alikuwa na kipaji cha kipekee: ushawishi, ujasiri na mpangilio wa maisha. Je, ni nini kilimfanya awe Danger? Ni taaluma, talanta, ni mvuto, au maamuzi yake thabiti? Baki nami kwenye Talanta za Zeysha tunapoifungua historia ya mtu aliyekuwa taasisi, aliyeishi kama hadithi ya ajabu, lakini hakika aliwahi kuwepo. Jina lake kamili Asentus Aguela Akuku, maarufu kama Danger. Alizaliwa mwaka 1916, ambaye inasemekana alioa mara 130, talaka 80 na kuzaa watoto zaidi ya 200. Akuku Danger alioa mke wake wa kwanza mnamo 1939 na wa mwisho 1997 akiwa na miaka 79. Alikufa mnamo 2010 akiwa na umri wa miaka 94 huko Kisumu. Kwa wengi waliomfahamu enzi za uhai wake, jina lake ni Asentus Akuku hatari. Ni sawa na Mitara, muite bwana mkubwa na bingwa wa kutongoza, ikiwa ni lazima, kwa sababu alikuwa mume wa wake aliye maarufu nchini Kenya. Asentus Aguela Akuku, maarufu kama Akuku Danger, alioa mke wake wa kwanza mwaka wa 1939 akiwa na umri wa miaka 22. Alikuwa ameoa wake watano, na alipokuwa na umri wa miaka 35 alikuwa ameoa wake 45. Mapenzi yake kwa mitala na wanawake yalimpatia jina la utani Danger au hatari, kutoka kwa wenzake ambao waliamini kuwa kila hatua yake ilifanywa ili kuvutia wanawake. Naitwa Danger kwa sababu nilifunika wanaume wengi. Linapokuja suala la wanawake, nilikuwa mzuri sana, nilivaa vizuri na nilijua jinsi ya kuwavutia wanawake kwa mazungumzo matamu. Hakuna mwanamke ambaye angeweza kukataa maendeleo yangu. Nilikuwa sumaku, Akuku alisema katika moja ya mahojiano yake. Inasemekana kuwa mmoja wa watu waliooa wanawake wengi zaidi duniani alioa mke wake wa mwisho mwaka wa 1992 alipokuwa na umri wa miaka 79. Mwanamke huyo alikuwa na umri wa miaka 18 tu. Mapenzi yake kwa mitala halikuwa jambo la kifamilia tena, bali ilikuwa tasnia, kwani alikuwa na watoto wengi katika familia yake, hivi kwamba alianzisha shule 2 za msingi kwa ajili ya kusomesha watoto wake na pia kanisa kwa ajili ya familia yake. Licha ya familia yake kubwa, alisifika kuwa mtunza nidhamu ambaye alitawala familia yake kubwa kwa mkono wa chuma. Alijua watoto wake wote kwa majina, kwani aliandika orodha ndani ya nyumba yake. Katika mahojiano aliyowahi kufanya, Akuku alisema alikuwa na jukumu la kuwataja watoto wake wote kama njia ya kuwa na uhusiano wa karibu nao. Niliishi maisha ya kifahari. Nilikuwa tayari kutumia pesa kwa wanawake. Niliwataliki wanawake ambao walifanya vibaya, alisema wakati mmoja. Akuku alipanga familia zake katika makundi yaliyoenea kote Ndhiwa, Homa Bay na Migori. Akuku
Alikuwa tajiri mwenye magari ya taksi, maduka na nyumba nyingi maeneo ya Ndhiwa, Migori, Homa Bay. Alijengea imanade ya biashara ya familia katika soko la Ahoro. Na hapo ndipo tunafunga ukurasa wa simulizi ya kipekee ya Acentus Aguela Akuku, maarufu kama Akuku Danger. Hakujenga tu familia, alijenga historia. Hakupanda tu mbegu ya kizazi, alipanda mbegu ya heshima, mpangilio na dhamira ya maisha yaliyo na kusudi. Katika dunia ya leo ambapo mahusiano ni magumu na familia zinavunjika kila siku, Akuku alionyesha kuwa nidhamu, heshima na akili ya kupanga vinaweza kulinda hata mti mkubwa wa ukoo. Talanta yake haikuwa ya jukwani, bali ndani ya moyo na akili. Alijua kuwashawishi, kuwalea na kuongoza bila kupotea. Na kama historia ya mwalimu, basi leo tumejifunza kutoka kwa mtu aliyekuwa somo lenyewe. Kwa sasa salamu zangu za heshima kwa waliowahi kuandika majina yao kwenye mawe ya historia. Ikiwa umeguswa na safari hii ya kipekee, tafadhali like, comment, bila kusahau kusubscribe kwa simulizi zaidi za wanaume na wanawake waliobadili historia zao na juhudi. Mpaka wakati mwingine, kumbuka, kila talanta ina hadithi na mimi ndiye ninaye kusimulia. Na hii ni Talanta za Zeysha. Namaliza kwa kusema, babu yangu aliwahi niambia, bila nidhamu na juhudi kwenye maisha hutoboi. Ulikuwa nami Zeysha.